Oktoba 23 mwaka 2002. Ukiwa ni usiku wa kawaida tu jijini Moscow, mara ukageuka kwa jinamizi la kutisha. Tamasha la muziki lililokusudiwa kuburudisha watu likageuka kwa tanuru la hofu na majanga. Jumba la tamasha la Dubrovka lilikuwa likirusha tamasha maarufu la Nord-Ost lilitekwa na kundi la wanamgambo waliokuwa na lengo moja tu: kuilazimisha serikali ya Russia kuondoka kabisa huko Chechnya. Wanamgambo wapatao 40 kutoka jimbo la Chechnya, baadhi yao wakiwa wanaume waliovalia nguo nyeusi na wengine wanawake waliovaa hijabu, walivamia jumba hilo wakiwa na silaha nzito na mabomu ya kujitoa muhanga. Zaidi ya watu 900 walichukuliwa mateka, wakiwemo wanawake, watoto, wazee na vijana walikuwa wakifurahia burudani ya usiku huo. Kundi hilo lilidai kuwa serikali ya Russia lazima isitishe mara moja operesheni zote za kijeshi nchini Chechnya. Walikuwa wamejipanga kukabiliana na lolote, walisema. Tumekuja kufa hapa na tutawachinja wote kama serikali yenu itaamua kukaidi, alisema mmoja wa viongozi wa wanamgambo hao kupitia kipaza sauti cha ukumbini. Wakati huo huo, huko nje ya jumba hilo, vikosi maalum vya polisi wa Russia, wanajeshi na maafisa wa shirika la kijasusi la FSB walikuwa wameizingira Dubrovka kwa ulinzi mkali. Na mara majadiliano yakaanza. Na kama unavyojua, matukio ya utekaji yanapotokea, watekaji huwa na matumaini ya kupata suluhisho lisilo na umwagaji damu kwanza. Lakini hali ndani ya ukumbi huo ilikuwa inatisha, kwa sababu mabomu yalikuwa yamefungwa kila kona na sehemu ya juu ya ukumbi huo. Mateka walilala sakafuni, huku wengine wakiwa wamejeruhiwa, wengine wakilia tu, yani ilikuwa tafrani kubwa. Kwa muda wa siku 3, juhudi za majadiliano kwa njia ya mazungumzo hazikuzaa matunda. Serikali ya Russia ikihofia kutokea kwa mauaji ya halaiki, hivyo iliamua kuchukua hatua kali za kijeshi na za haraka, lakini sio kwa kutumia njia za kawaida. Basi usiku wa tarehe 26 Oktoba mwaka 2002, FSB ilichukua uamuzi wa kutumia gesi ya usingizi. Gesi hiyo iliyodhaniwa kuwa aina ya fentanyl derivative ilipulizwa ndani ya ukumbi huo kupitia mifumo ya hewa ya ndani ya ukumbi huo. Ilikuwa ni operation ya siri kubwa, kwa sababu hata baadhi ya maafisa wa kijeshi hawakujua kinachoendelea hadi dakika za mwisho. Basi bwana, ndani ya dakika chache wanamgambo na mateka walianza kupoteza udhibiti kwa sababu ya usingizi. Na milango ilipofunguliwa tu, vikosi maalumu vya Russia viliingia kwa kasi, wakifyatua risasi kwa wale ambao walikuwa bado hawajalewa vizuri. Lakini wanamgambo wote waliuawa papo hapo. Operation ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Mateka wengi waliokolewa kabla mabomu kulipuka, lakini mshtuko uliofuata haukuwa wa kawaida. Zaidi ya watu 130, wengi wao wakiwa mateka, walifariki dunia pia. Si na wanamgambo, bali kwa sumu ya gesi hiyo ya usingizi. Serikali ya Russia ilikata kusema ni gesi gani hasa iliyotumika. Hata madaktari waliopaswa kutoa huduma ya dharura hawakujulishwa jinsi ya kuwaokoa waathirika wa sumu hiyo. Familia zililia, dunia ilishtuka pia.
Na mashirika ya haki za binadamu yakapaza sauti zao kubwa, lakini wapi? Wengine waliona operesheni hiyo kama ujasiri kwa serikali ya Putin katika kukabiliana na ugaidi. Lakini wengine waliona ni hatua isiyo na huruma na isiyofaa kabisa. Mpaka leo mashambulizi ya Dubrovka au Moscow Theater Hostage Crisis yanabaki kuwa miongoni mwa matukio ya kutatanisha zaidi ya karne ya 21. Waliopona bado wana makovu ya kisaikolojia. Na dunia bado inajiuliza swali hili. Je, kulikuwa na njia bora zaidi ya kuokoa maisha ya mateka wote pasipokuwa na madhara? Na mimi ningependa kukuuliza wewe mtazamaji, je, una maoni gani? Unadhani njia hiyo waliotumia Russia ilikuwa sahihi? Niandikie maoni yako hapo chini kwenye uwanja wa comment. Zaidi ya yote, soma kitabu changu cha Jicho la Genghis Khan. Siri za ujasusi wa Mongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy. Unalipia shilingi 9,999 tu kwa M-Pesa. Anza na alama kujumlisha 255 755 448591. Majina ni Ananias Edgar Kitage. Baada ya malipo nitumie ujumbe WhatsApp kwa namba hizo hizo. Nitakutumia kwa WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.